Yesu asifiwe. Wow, tunamshukuru Bwana Yesu kwa ajili tena ya siku ya leo ambayo ametupatia. Neno la Mungu linasema ya kwamba siku hii ndio ambayo Bwana ameifanya, nasi tutaishangilia na kuifurahia. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa siku ambayo Bwana alikaa na akaifanya. Miongoni mwa kazi ambazo Mungu amezifanya leo ni kwamba ameifanya siku ya leo. Na ameifanya siku ya leo wala sio kwa ajili yake, kwa sababu neno la Mungu linasema kwenye Mwanzo pale, aliumba majira, aliumba miaka, aliumba usiku, akaumba na mchana. Sio ili vimtawale yeye, bali vitawale hapa duniani. Kwa vitu vingi utaona Mungu anavifanya ni kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Bwana Yesu tena kwa ajili ya siku ya leo ambayo ametupatia. Tunamshukuru kwa sababu amekaa ameifanya siku hii njema kwa ajili ya maisha yetu. Hakika tunaendelea kumfurahia Bwana hata kwenye majira haya tena ya usiku. Bwana aliyetusaidia mchana, Bwana aliyetusaidia asubuhi, ndiye huyo huyo Bwana anayetusaidia na majira haya tena ya usiku. Bwana Yesu ametupata neema hii ya kujifunza ya kuwa neno la Mungu linasema nini kwa habari ya maisha yetu. Nikushauri kabisa kwa upendo, hakikisha unapokuwa unajiunga kwenye hii live, uwe na daftari lako, uwe na Biblia yako pembeni, uwe na peni yako. Mungu huwa anaongea na watu vitu serious, wale waliojiandaa kuvitunza. Bwana alimwambia Musa kwea mpaka mlimani. Miongoni mwa vitu ambavyo alimpatia mbao, na kwenye hiyo mbao kazi moja hapo ambayo ilifanyika ni kuandika. Na ndio maana kwenye Joshua anasema kwamba kitabu cha Torati kisiondoke kwenye moyo wako, utazame maneno yake mchana na usiku, uyafunge kifuani pako. Kwa nini? Kwa sababu yamewahi kuandikwa. Kwa hiyo Mungu akiwa anataka kuzungumza na wewe, miongoni mwa vitu ambavyo ninakushauri kabisa kwa upendo, hakikisha unakuwa na mahali pa kuandika. Hakikisha unakuwa na mahali pa kudocument. Sauti ya Mungu huwa inafunuliwa kwa wazi pale ambapo mtu anaichukulia kwa uzito na anamaanisha. Hivyo basi, kaa mkao wa kujifunza. Mwambie Bwana Yesu, naomba uyahudumie tena maisha yangu. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya nafasi ambayo umetupatia watoto wako kwenye majira haya ya usiku ya kuweza kujifunza. Baba, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi ya kujifunza. Neno lako linasema kwamba unalituma neno lako kwa ajili ya kutuponya na kututoa kwenye maangamizo. Lakini pia Daudi amewahi kukuomba akasema, Bwana, uyafumbue macho yangu niweze kuyaona maajabu yatokayo kwenye sheria yako. Usiku huu tena ambao Bwana Yesu umetupatia, yafumbue macho yetu, ifumbue mioyo yetu, ili tuweze kulielewa neno, tuweze kuliamini na tuweze kulitendea kazi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninamwombea kila mmoja ambaye atakuwa live wakati huu na hata yule ambaye atakuja kwa muda mwingine kwa ajili ya kujifunza. Bwana, ninakuomba kila mmoja ambaye ataamua kwa dhati kujifunza na kuweza kusikia sauti yako kupitia kinywa changu, maisha yake yakabadilike, namna yake ya kuweza kuyachukulia mambo ikabadilike, namna yake ya kuweza kuhusiana na wewe Mungu, hasa kwenye somo ambalo umetupatia leo, ikabadilike. Bwana Yesu, miujiza mikuu ikatokea kutokea kwenye somo hili, migeuko mikuu ya maisha ikatokee na ikazaliwe kutokea kwenye neno lako ambalo umeliachia siku ya leo kwa ajili ya maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo, ninamwombea kila mmoja ambaye Bwana anasikia sauti hii, mfumbue akili zake, fungua akili za moyo wake, apate kuweza kuelewa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Wow. Bwana Yesu ametupatia tena somo la kuweza kujifunza leo, na somo letu linaenda kwa kichwa kinachosema kwamba umuhimu wa uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mwana wa Mungu. Umuhimu wa uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mwana wa Mungu, au kwa maana nyingine tunaweza tukasema umuhimu wa uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mwamini. Namna uwepo wa Mungu unamsaidia mwamini. Tutaangalia maeneo mbalimbali kwa mujibu wa neno la Mungu. Msingi wa somo letu neno la Mungu. Kila ambacho tutakuwa tunakuelezea ni kutokana na kile ambacho neno la Mungu limeweza kusema kwa habari ya uwepo wa Mungu. Katika jina la Yesu, na ninakuombea utaweza kuelewa. Hakuna neno litakaloanguka chini na likamrudia Mungu bure, katika jina la Yesu. Uwepo wa Mungu ni nini basi? Uwepo wa Mungu ni udhihirisho wa nguvu na utendaji wa Mungu kwenye maisha ya mtu, aidha binafsi
au kwenye kusanyiko la watu kwa pamoja. Ni udhihirisho wa nguvu na utendaji wa Mungu kwenye maisha ya mtu binafsi au kwenye kusanyiko la watu. Hiyo ndio maana ya uwepo wa Mungu. Tukiwa tunamaanisha nini? Kwamba uwepo wa Mungu unaweza ukadhihiriwa kwa mtu binafsi, yeye kama yeye, lakini pia uwepo wa Mungu unaweza ukadhihiriwa kwenye kusanyiko la watu. Kwa mfano, unaweza ukahudhuria ibadani ukasema leo tumemwona Bwana. Unamaanisha nini? Kwamba kwenye ile kusanyiko ambao Bwana aliwakusanya, kwenye ibada ambayo mlikuwa nayo, kwenye kanisa ambao ulikuwa unaabudu, Bwana alijifunua. Mliuona utendaji wa Mungu, mliziona nguvu za Mungu, mliuona uwepo wa Bwana ukihudumia maisha. Kwa maana gani? Kwa mfano, mtu anaweza kukwambia leo tumemwona Bwana. Ukimuuliza kwa nini unasema leo tumemwona Bwana, umemwonaje? Atakwambia watu wamepona wazi wazi, watu wamepona pale pale. Nini namaanisha? Wameona utendaji wa nguvu za Mungu, wameona mkono wa Bwana unaoweza kuponya, ukiponya wagonjwa ambao walikuwa katikati yao. Na ndio maana mtu anarudi na shuhuda inayosema kwamba tulimuona Bwana. Lakini pia mtu anaweza kusema kwamba leo nimemwona Bwana. Kwa nini? Anakwambia labda nilikuja ibadani nikiwa nina huzuni, nilikuja ibadani moyo wangu ukiwa umeshuka, lakini nimerudi nina amani, nimerudi nina nguvu, nimerudi nina utoshelevu kwenye nafsi yangu. Nini kimesababisha haya yote? Kwa sababu huo ndio utendaji wa Mungu. Mungu anaitwa mfalme wa amani. Kwa akisema kwamba nimerudi na amani, na maana amerudi na Bwana wa amani. Akisema kwamba amerudi na utoshelevu, amerudi na Bwana ambaye ni utoshelevu wetu, katika jina la Yesu. Hiyo ndio maana ya kwanza ya uwepo wa Mungu. Ni udhihirisho wa nguvu na au utendaji wa Mungu kwenye maisha ya mtu binafsi au kwenye kusanyiko la watu. Kwa hiyo Mungu anaweza akaonekana kwa mtu kama mtu, lakini pia Mungu anaweza akaonekana kwenye kusanyiko la watu akadhihirika. Maana nyingine ni nguvu halisi. Naweza kusema pia ni nguvu halisi ya Mungu inayotenda kazi kati ya watu wake. Ni ile nguvu halisi ya Mungu ambayo inaweza ikatenda kazi katikati ya watu wake. Neno la Mungu inasema pale kwenye Luka ya kwamba na uweza wa Bwana ulikuwepo kuponya. Yesu alikuwa anafundisha, alafu uwezo wa Bwana ulikuwepo kuponya. Akiwa anamaanisha nini? Kulikuwa na uwepo wa Mungu, kulikuwa na udhihirisho. Mungu alijifunua kama mponyaji na watu wakaponywa. Uweza wa Bwana ulikuwepo kuponya. Huo ni udhihirisho wa nguvu za Mungu kati ya watu. Watu wanakuwepo na Mungu naye anakuwa kati yao. Ndio hiyo ambayo inathibitisha neno la Mungu kwamba walipokusanyika 2 au 3 kwa jina langu, mimi nipo kati yao. Nini kitatuthibitishia kwamba Mungu yupo kati yetu tulipokusanyika watu 2 au 3 kwa jina lake? Ni udhihirisho wa zile nguvu zake, ni udhihirisho wa ule utendaji kazi wake, ni udhihirisho wa yale matendo yake, kwamba Mungu alikuwa katikati yetu tulipokuwa kwenye ibada ya watu 2 au kwenye ibada ya watu 3 au kwenye ibada ya watu 100. Kwa nini tunasema kwamba Mungu alikuwa katikati yetu? Tuliuona udhihirisho wake. Labda utasema wengine walikuwa hawawezi kunena kwa lugha, wakaanza kujawa nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa na Matendo ile sura ya 2, kwamba walikuwa mahali pamoja wakimwomba Mungu. Miongoni mwa vitu ambavyo kitokea kwa kufanya hivyo, Mungu alijidhihirisha kwa kufanya nini? Kwa watu hao kuanza kunena kwa lugha mpya, ndimi zikawakalia juu yao, kwa maana kwamba Mungu alijidhihirisha kama ndimi za moto. Mungu alijidhihirisha kama usemi, na ndio maana kwenye midomo yao ikaanza kutoka ile lugha ambayo ni lugha mpya. Kwa hiyo ni udhihirisho. Miongoni mwa watu ambacho ukizingatia hapa tunapokuwa tunazungumzia uwepo wa Mungu ni kujifunua kwa Mungu kwa namna tofauti tofauti. Ndio maana kuna mtu atakwambia Mungu amenionekania, lakini yeye kwake anamaanisha amemponya. Mwingine atakwambia Mungu amenionekania kwa definition yake ya kuonekaniwa na Mungu, anamaanisha uchumi wake umegeuka. Alikuwa kwenye hali ya umaskini, lakini sasa hivi anagundua kwamba biashara yake imekuwa, mtaji labda umeongezeka, au labda maisha ya kuombaomba yameisha. Ameuona utendaji kazi wa nguvu za Mungu. Na kutokea hapo ikupe kujua kwamba tunapokuwa tunazungumzia udhihirisho wa nguvu za Mungu, huwa unatofautiana kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Hauji tu kwa ujumla. Kila wakati ambapo Mungu anadhihirika kuna kifurushi ambacho amekibeba. Hii ikupe umakini hata unapokuwa unaenda nyumbani mwa Mungu, uwe una matarajio. Tumefundishwa sana namna ya kuwa na matarajio kwenye nyumba ya Mungu, lakini matarajio maana yake ni nini? Unajiandaa kupokea package kutoka kwa Mungu. Unajiandaa kupokea vitu. Kwa nini? Kwa sababu
Waebrania sura ya 11 pale mstari wa 6 anasema kila amwendaye Mungu, aidha anaenda ibadani, kila amwendaye Mungu au ametenga huo ndo muda wake wa kuomba, kila amwendaye Mungu labda ameamua kutoa sadaka, ndo njia yake ya kumwendea Mungu. Anasemaje? Lazima aamini kwamba yeye yupo. Cha kwanza anamwendea Mungu ambaye yupo, lakini pia anafanya nini? Huwa anawapa thawabu wamtafutao. Kuwapa thawabu ndio nini? Ndio kujidhihirisha kwenyewe. Kuwapatia thawabu ndio nini? Ndio kujifunua kwenyewe. Ndio maana kama kuna sehemu ambayo waga inaonyesha maajabu mengi ni maeneo ya ibada, kwa sababu tunakusanyika watu wenye matarajio tofauti tofauti na kila mtu anamwona Mungu kwa namna yake. Kuna mwingine atakwambia mimi leo nimemwambia Mungu aniponye. Mwingine atakwambia mimi leo nimemwambia Mungu familia. Mwingine atakwambia Mungu leo nimemwambia Mungu uchumi. Mwingine atamwambia sasa leo nimemwambia Mungu kunena kwa lugha. Alafu watu hao wote wanarudi kila mmoja na kifurushi chake, kwa maana kwamba kila mmoja Mungu ameweza kujifunua kwa namna tofauti tofauti kulingana na kiu na shauku aliyokuwa ameibeba akiwa anaenda mbele za Mungu. Haleluya. Kutoka sura ya 25 ule mstari wa 8 inasema kwamba nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Lakini utaona hiyo Kutoka sura ya 29 45 mpaka 46 anasemaje? Na mimi nitakaa kati yao, kati ya wana wa Israeli, nami nitakuwa Mungu wao. Anakaa kati yao alafu anakuwa Mungu wao. Jambo la kuzingatia, nao watajua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao. Mwanzoni ametoa maagizo kwamba atakaa kati yao alafu atakuwa Mungu wao. Alafu akishakaa kati yao wakajua ni Mungu wao, watajua ya kuwa ndiye Bwana. Jambo la kuzingatia hapo, uende taratibu mtu wa Mungu. Huyu Mungu amesema kwamba atakaa kati yao. Alafu akishakaa kati yao atajifunua kwao kama Mungu wao. Mungu amemaliza upande wake. Kwao itakuwaje? Watajua ya kuwa yeye ndiye Bwana Mungu wao, aliyefanya nini? Aliyewaleta watoe katika nchi ya Misri ili ni apate kukaa kati yao. Ni mimi Bwana Mungu wao. Sababu mojawapo ya Mungu kumtoa mtu kutoka kwenye utumwa, aidha ni wa dhambi au wanaweza walitolewa Misri wakapelekwa Kanaani ambayo inaitwa nchi ya ahadi. Siku hizi tunasema tunatolewa kwenye utumwa wa dhambi, tunaingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Iko kitendo chote cha kufanywa hivyo, sababu mojawapo ni ili Mungu apate kukaa kati yetu, kwa sababu Mungu hawezi kukaa kati yetu tukiwa tupo katikati ya dhambi. Mungu hawezi kukaa kati yetu tukiwa pia muda huo tupo katikati ya uharibifu. Ndio maana lazima utolewe kwenye uharibifu, uletwe kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, alafu Mungu aanze kukaa kati yako, aweze kukaa pamoja na wewe. Kwa hiyo jambo mojawapo la kujifunza kwa habari ya uwepo wa Mungu ni kwamba ni kweli Mungu yupo kila mahali. Huo ni ukweli usiopingika. Mungu yupo Marekani, Mungu yupo China, Mungu yupo Tanzania, Mungu yupo Ulaya, Mungu yupo Mbeya, Mungu yupo Arusha, Mungu yupo Kigoma, Mungu yupo Mtwara. Ni ukweli. Ila Mungu hajifunui kila eneo. Inapofika kwenye swala la kujifunua au kudhihirisha au Mungu kujidhihirisha, ni swala la maamuzi. Aidha yanaweza yakawa ni maamuzi ya mtu binafsi au yanaweza yakawa ni maamuzi ya kikundi fulani cha watu. Utasikia kwenye hii nyakati yetu kumekuwa na inaitwa uamsho. Maana yake ni nini? Maana mojawapo ya uamsho ni kwamba watu wameanza kumtaka Mungu kati yao. Wamechoshwa na yule Mungu anayemsikia yupo kila mahali, akifanya jua litoke na mwezi uchomoze usiku afu jua lizame. Ila sasa hivi wanayataka matendo ya Mungu, wanautaka udhihirisho wa Mungu. Karadabashelikapahanta. Kwa hiyo inapofika kwenye swala la uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu, zingatia hili, linahusisha pia maamuzi ya mtu. Mungu hajitokezi mahali ambako hawajaamua kuwa naye. Ndio maana kwenye Yakobo anasema kwamba nikaribieni nami nitawakaribia. Sisi ndo tunaanza kumtaka Bwana.
Mungu ni kweli anaweka shauku ndani ya mioyo yetu ya kutokuridhika na aina fulani ya utendaji wa Mungu ambao labda hatujauona. Sasa sana ambapo Gideoni aliwahi kusema kwenye Waamuzi pale. Sasa kwamba yako wapi matendo ya Mungu? Yuko wapi ile Mungu ambaye tumesimulia na baba zetu? Hiyo ilikuwa ni shauku ambayo ni kwa sababu aliwahi kusikia habari fulani. Ila hiyo shauku ilianza kupelekea kwanza kumtaka huyo Bwana. Ile nia ya kwanza kumtaka Bwana ndio inayosababisha sasa Bwana kutokea. Usipofanya maamuzi ya kumtaka huyu Bwana hatadhihirika. Ni Bwana ambaye umemtaka sawa sawa kama ambavyo yule mwanamke aliyokuwa ametokwa na damu miaka ile 12 ambaye alikuwa ametokwa na damu mfululizo bila kukoma. Anasema kwamba aliposikia habari za Yesu, kwenye ile Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 25, aliposikia habari za Yesu akasema, nitatoka nyumbani kwangu, nitaanza kupenya katikati yao. Ameshaweka nia kwamba mimi namtaka huyu Bwana, namtaka huyu Bwana mponyaji ambaye nimemsikia labda amemponya Bartimayo, ambaye labda nimesikia amefufua yule mtoto wa yule kiongozi wa dini. Sasa huyu Bwana ambaye nimemsikia nataka nimuone kwangu akiniponya na mimi. Ndio maana ni lazima uamue, ndio Mungu atakuonekania. Eneo lolote lile ambao haujafanya maamuzi ya kumtaka Bwana, hautauona udhihirisho wake. Udhihirisho wa Mungu au uwepo wa Mungu mahali mtu anahusika kuusababisha. Mungu anahusika kama mara ya kwanza kwenye kuweka tu ile shauku moyoni, ila hatua za kuchukua zinakuhusu. Na ndio maana usipofanya hivi utaishia kusema kanisani kwetu kuna waka moto, ila ukija nyumbani mwako hata njiti ya kiberiti haiwaki. Au utaishia kusema kama nikienda kwenye mikutano fulani ni ya moto, unamwona Bwana, lakini ukirudi nyumbani unajichua. Ukirudi nyumbani unatenda dhambi tu kama watu wengine, ambao ni hatari sana kwa maisha ya mtu yeyote. Njia mojawapo ambayo itapunguza foleni za kutaka maombezi ni watu kuamua kumtaka Bwana, kuamua kuwa na uwepo wa Bwana. Uvivu wa watu kumtafuta Bwana ndio umesababisha foleni za maombezi zimekuwa ni nyingi. Musa aliwahi kusema hivi, ingekuwa natakiwa niamue, ningetaka kila mmoja wetu hapa awe anatabiri. Baada ya Joshua kwanza kusema kwamba mbona hao wanatabiri Bwana wakatazi, akasema hapana. Shauku ya Mungu kama ni kutabiri, kama ni kutoa unabii, Mungu anataka kila mmoja aweze kufanya. Ila tunatofautiana nini? Tunatofautiana kwenye kufanya maamuzi na kulipa hiyo gharama. Tunatofautiana kwenye kuchukua hizo hatua za kukaa na uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni gharama. Ndio maana angalia hata wana wa Israeli walipokuwa kimdai Mungu, alikuwa anatoa maelekezo. Anawaambia wafue nguo zao, wajitakase, wajitenge. Hivyo ndio vitu ambavyo vinamsababisha Mungu kukaa. Uweze kusema mimi namtaka Bwana, niwe nakaa naye, niwe naishi naye, awe kama rafiki yangu kama ilivyokuwa wakati wa Henoko. Alafu huo muda unataka pornography. Huo muda unataka umbea. Huo muda unataka husuda. Huo muda unataka kutoa rushwa. Mungu hawezi kukaa katikati ya mahali ambapo ni pachafu. Kwa sababu sifa mojawapo ya Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo miongoni mwa gharama ambayo mtu yote wa Mungu anataka kutembea na Mungu lazima ailipe ni kuishi maisha matakatifu. Ukiweza kuishi maisha matakatifu na maana unakuwa kama ni mtu ambaye unaweza ukatengeneza kiti cha Mungu kuja kukaa. Isaya sura ya 59 anasemaje? Mkono wa Bwana haukupungua, sikio lake halijawahi kuwa zito. Lakini nini kimetokea hapa katikati mpaka hatusikii? Nini kimetokea hapa katikati mpaka huo mkono wa Bwana hatuuoni? Anasema maovu yenu yamewafarakisha na mimi. Kwa kinachoweza kumtenganisha mtu na Mungu. Mungu yuko kila mahali ni kweli, lakini anayetenda maovu hawezi kumuona huyo Mungu. Anayefanya matendo ambayo hayaendani na tabia za Mungu hataweza kumuona Mungu. Na ndio maana kama kuna maamuzi ambayo unapaswa kuyafanya usiku wa leo ni kumpatia Yesu maisha. Awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Haujaokoka, sahau kutembea na Mungu. Utakuwa unamsikia tu kwa watumishi wa Mungu, utakuwa unamsikia makanisani, ila kwenye maisha yako haitawezekana. Haleluya. Raka shele baradia mahantu kushela bahadia raba shala gadaria namande riko shata lagada bahanti. Mifano ya watu ambao wamewahi kutembea na Mungu. Kwa nini tunakuonyesha hii mifano ya watu ambao wamewahi kutembea na Mungu? Jambo la kwanza, ili ikupe ushahidi moyoni mwako kwamba swala la kutembea na Mungu
sio kwamba wewe ndo unalianzisha. Ni jambo ambalo limewahi kutokea na linaendelea kutokea mpaka kwenye kizazi chetu. Tunakuonyesha hii mifano kwenye neno la Mungu ya watu ambao wamewahi kutembea na Mungu ili iwe kama yule mwanamke aliyokuwa ametoka na damu miaka 12. Ukisikia hizi habari na uchukue maamuzi. Yule mwanamke alisikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu mponyaji, akatoa akasema, sasa huu msiba wangu lazima ukome. Akasema sasa hii hali inayoendelea kwenye maisha yangu lazima ikome. Ila kwa kufanya nini? Kwa kusikia habari. Kwa na wewe tunakuletea leo hizi habari za watu waliowahi kutembea na Mungu, ili kutokea kwenye hizi habari, kutokea kwenye neno la Mungu, iamshe ndani yako kwamba naweza kutembea na Mungu. Kama kuna mtu ambaye kutembea na Mungu akiwa na familia, akiwa na watoto, akiwa na wajukuu, ina maana hakuna kizuizi chochote ambacho kinanizuia mimi, kinakuzuia wewe kutembea na Mungu. Mungu aliyewasaidia wale anaweza kukusaidia na wewe. Mtu wa kwanza ambaye tumeona kwenye neno la Mungu amewahi kutembea na Mungu, tena akiwa hajaongoza sala ya toba na akiwa na familia yake na akiwa ni mtu ambaye amewahi kuishi maisha kabla ya kutembea na Mungu, anaitwa Henoko. Mwanzo ile sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 24. Anasema kwamba Henoko akaenda pamoja na Mungu. Ukisoma tafsiri nyingine za Biblia, anasema kwamba alianza kutengeneza habitual relationship, kwamba ni mazingira ya kiushirika kati ya yeye na Mungu. Alianza kumtengenezea Mungu. Alafu wakati huo anasema kwamba baada ya kumzaa Metusela, ikionyesha kwamba Henoko maisha yalikuwa yanaendelea, mambo ya kuzaa yalikuwa yanaendelea, mambo ya kulima yalikuwa yanaendelea, mambo ya biashara yalikuwa yanaendelea. Hii kusaidie hata kama unafanya biashara, hata kama umeajiriwa kazini, hata kama wewe ni mtu ambaye labda umejiajiri tu kwenye kazi zako. Kutembea na Mungu sio swala la kichungaji. Kutembea na Mungu sio swala la kiinjilisti au la kimitume. Kutembea na Mungu ni haki ya mtu yote yule ambaye ni mwana wa Mungu. Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na unafahamu kwa kwamba moyoni mwako una uthibitisho wa Roho Mtakatifu, sasa na ile Warumi 8 ya kwamba Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yako kwamba wewe ni mwana wa Mungu na analia Aba. Njia mojawapo ambayo unatakiwa kujua kama ni haki yako, unaruhusiwa kutembea na Mungu kama rafiki yako. Watu wengi tunawasoma kwenye Biblia, ukifuatia maisha yao, hawakuwa wachungaji, hawakuwa hata mitume, hawakuwa hata manabii. Mtu kama Ayubu alikuwa tu ni mfanyabiashara, lakini alienda pamoja na Mungu. Ibrahim alikuwa ni mtume wa wapi? Hapana. Ibrahim alikuwa ni mkulima, alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa ni mfugaji, lakini alitembea na Mungu. Henoko, ukisoma hapa habari yake azituambie kwamba sijui Henoko alipokuwa ametoka kutabiri akatembea na Mungu. No. Baada ya kumzaa Metusela. Jaribu kuwaza, baada ya kumzaa Metusela, Henoko aliweza kutembea na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ile Mwanzo sura ya 5, ule mstari kuanzia mstari wa 21 tunaona kwamba Henoko akaanza kutembea na Mungu kuanzia mstari wa 22. Baada ya kumzaa Metusela, miaka 300. Alitembea na Mungu miaka 300. Sijajua mpaka sasa hivi kama tuna mtu ambaye ana miaka 300 kwa duniani. Lakini mtu alitembea na Mungu miaka 300, sio kutoka kuzaliwa. Akiwa na miaka 65 alimzaa Metusela. Kutokea mwaka wa 64 mpaka Mungu anamtoa ni miaka 300. Ndio maana ukisoma huko chini anakuambia aliishi miaka 365, ile ule mstari wa 23. Alafu baada hapo akaenda na Mungu. Kuna mtu ametembea hapa duniani na Mungu kwa muda wa miaka 300. Kwa hiyo hata wewe kutokea hapo ulipo unaweza ukaanza kutembea na Mungu. Unaweza ukaweka sasa maamuzi, kuanzia sasa namtaka Bwana. Kuanzia sasa hivi nitaanza kutembea na Mungu. Huyo ni Henoko. Mfano wa mtu mwingine ambaye aliwahi kutembea na Mungu alikuwa anaitwa Yusufu. Mwanzo sura ya 39, ule mstari wa 2 mpaka wa 3, lakini pia mstari wa 21 mpaka mstari wa 23. Utaona anasema kwamba Bwana akawa pamoja na Yusufu. Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Inaonyesha nini? Yusufu na Bwana walikuwa wana mahusiano. Yusufu na Bwana walikuwa wanaishi. Yusufu na Bwana walikuwa wanazungumza. Yusufu na Bwana Mungu walikuwa wanatembea pamoja. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Matokeo yake yakawaje? Naye akastawi. Sio Yusufu alipostawi Bwana ndo akaja. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Huyu Bwana akiwa na Yusufu ndio ustawi ukatokea. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Alikuwa kwenye nyumba ya bwana wake lakini aliweza kustawi. Sababu mojawapo ambayo ilimfanya astawi, Bwana alikuwa pamoja na Yusufu.
Bwana wake akaona ya kwamba mbona yupo pamoja na Yusufu. Bwana wake ni nani hapa? Yule bwana wake Potifa. Aliona ya kabisa mafanikio ambayo yametokea kwenye nyumba yangu ni kutokea Yusufu alipokuja, na nimechunguza kwa maisha ya Yusufu kilichosababisha huu ustawi ni kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana anafanikisha mambo yake. Alafu kisema tena mstari wa 21 anasema kwamba lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Ambapo hapo usisahau ni baada ya Yusufu kwenda tena gerezani. Yaani Bwana aliyekuwa pamoja na Yusufu kwenye nyumba ya Potifa. Potifa baada ya Yusufu kupata hiyo kesi akapelekwa gerezani. Bwana aliyekuwa pamoja na Yusufu aliendelea kuwa naye mpaka gerezani. Aliendelea kuishi naye mpaka humo gerezani. Hapo gerezani ulikuwa ukimuingiza Yusufu umuingiza na Bwana. Hii inatuthibitishia kwamba Bwana, kutembea na Bwana ni swala la vipindi vyote vya maisha. Ukiwa gerezani, Bwana awe pamoja na wewe. Ukiwa uko huru, Bwana awe pamoja na wewe. Amen. Lakini pia mifano ya watu wengine ambao tunaona kwenye Biblia, tunamwona mtu kama Daudi. Daudi tunamwona maeneo mengi. Utaona Daudi anatuonyesha kwamba alikuwa pamoja na Bwana kuanzia hata wakati ambao anamuua Goliath. Daudi anasema hivi, leo Bwana atakuwa mkononi mwangu. Yaani Daudi alikuwa anafahamu ana ushirika na Bwana kiasi kwamba wakiingia vitani, kazi yake yeye ni kupiga, kazi ya Bwana ni kuua. Yaani walikuwa wana ushirika mkubwa kiasi hicho. Daudi alikuwa anaushirika na Bwana kwa level ambayo walikuwa wanaenda kupiga vita sehemu nyingine, wakirudi wanakuta wake zao na mali zao zimetekwa nyara. Alafu anasema kwamba Daudi akajitia nguvu katika Bwana, akaenda kurejesha zile nyara zote ambazo zilikuwa zimetekwa. Ni Daudi aliyekuwa pamoja na Bwana ndiye aliyeweza kushinda vita zote bila kupoteza vita yote. Siri ya Daudi ilikuwa ni nini? Ni uwepo wa Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, uwepo wa Bwana ni wa muhimu kiasi ambacho ukiupoteza, umeyapoteza maisha, umepoteza ushindi, umepoteza mafanikio. Tumeona Yusufu alifanikiwa kwa sababu ya nini? Ya uwepo wa Bwana. Daudi ameshinda vita zote. Siri yake ilikuwa ni nini? Ni uwepo wa Bwana. Ni uwepo wa Bwana ndio unaoweza kumfanya mtu akashinda. Ukisha kuwa mwamini, Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, ushindi wako utaamuliwa na kiwango cha uwepo wa Bwana ulioubeba. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo unategea kwenye kumtafuta Bwana, kwenye kumjua Bwana, ndivyo ambavyo unakuwa na kiwango kidogo cha kushinda. Unakuwa na kiwango kidogo cha kumuona Bwana kwenye maisha yako. Unakuwa na kiwango kidogo cha kufanikiwa kwenye maisha. Tumtafute Bwana, watu wa Mungu. Shele baradi. Tumtafute Bwana kwa mioyo yetu yote. Tumtafute Bwana kwa nguvu zetu zote. Tumtafute Bwana kwa akili zetu zote. Tumtafute Bwana maadamu anapatikana. Tuone pia jambo lingine. Nini kinaweza kikachochea uwepo wa Bwana kwenye maisha ya mtu? Kwa maana kwamba nini ambacho kinaweza kikamvuta Bwana? Kama ambavyo nyuki hawezi kutua kwenye kila ua, kama ambavyo nyuki hawezi kutua kwenye kila eneo, ana vitu vinavyomvutia ili aweze kutua. Nyuki maeneo yenye maua hapewi au mwiti, anakuja mwenyewe. Kama ambavyo pia na nzi maeneo yenye uchafu au mwiti anakuja mwenyewe. Kwa hiyo mazingira ambayo utayatengeneza kwenye maisha yako yataamua nini kivutwe, yataamua nini kikukaribie, yataamua uishi na kiumbe gani kwenye maisha. Lakini leo tunajifunza kwa habari ya uwepo wa Bwana. Kwa hiyo ni nini kitachochea Bwana kuwa pamoja na wewe kama alivyokuwa pamoja na Yusufu? Bwana kuwa pamoja na wewe kama alivyokuwa pamoja na Enoko. Kwa nini? Uwepo wa Bwana huwa una tabia ya kuongezeka. Unaongezeka kutoka level moja kwenda level nyingine.
uwepo wa Bwana huwa unachochewa, lakini pia uwepo wa Bwana unaweza ukapungua kwenye maisha ya mtu ikitokea haya ambayo tunayasema mtu ataacha kuyafanya. Jambo la kwanza ambalo mtu anapaswa kulifanya ili kuchochea uwepo wa Bwana kwenye maisha yake, jambo la kwanza la muhimu ni kuokoka. Unautaka uwepo wa Bwana? Tena hili ndio jambo ambalo mtu yeyote anaweza kuanza na Bwana kutokea kwenye hatua, ni kwa kuokoka. Haujaokoka, Bwana hawezi kuja. Yaani Bwana wako wewe atakaye kuwa na wewe ni yule Bwana ambaye ni Mungu wa viumbe vyote, Mungu wa ng'ombe na mbuzi na punda na mbwa na kondoo, ndio huyo Mungu yule wa jumla. Na kwa kujifunza kwangu na kwa kuangalia kwangu kwenye neno la Mungu na kwenye maisha ya watu wengine, nimegundua kwamba Mungu wa jumla anatoa vitu vya jumla tu, mvua na jua. Lakini yule Mungu ambaye mtu ataanza kumtafuta kibinafsi, ndo ataanza kumtofautisha kati ya mtu na mtu kwa kuokoka. Kadi ya mwaliko au leseni inaweza kukusaidia kuweza kukaa na Mungu ni wokovu. Ni wokovu. Neno la Mungu nasema kwamba tutapataje kupona? Ili tupone, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Ili tuweze kupona, tunapaswa kujali wokovu mkuu namna hii. Umeacha kujali wokovu mkuu namna hii, ni sasa sana kwamba utashindaje kuangamizwa? Utashindwaje kuteketea? Utashindwaje kuharibika usipojali wokovu mkuu namna hii? Kwenye Mithali anasema kwamba usifurahi mwenye haki astawipo, kwa sababu kwa kadi mwenye haki usifurahi asiye haki au mtu mwovu anapokuwa anastawi. Kwa kadi unapozidi kuyaona mafanikio ya mtu ambaye ni mwovu, kwa kadi ambapo unazidi kuyaona mafanikio ya mtu ambaye sio mwenye haki, mbeleni ni uharibifu. Yaani ukimwona mtu anayedhulumu anazidi kustawi, mbele kuna uharibifu. Ila mafanikio pekee yanayoweza kudumu ni ya mtu amchaye Bwana, ni ya mtu aliyeamua kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wakorintho wa pili ile sura ya 6 mstari wa 16 mpaka 18 anasema kwamba tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Tunazungumzia uwepo wa Bwana. Hauwezi ukawa chini ya utumwa wa shetani alafu huo muda ukafanya mapatano ya kwamba mimi nimeshasikia mtumishi umesema ili tufanikiwe napaswa kuwa na uwepo wa Bwana. Sasa nimeamua kuanzia leo nakuwa na uwepo wa Bwana. Neno la Mungu linasema hivi, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Uwezi ukawa muda huo uko chini ya hekalu la shetani. Uwezi ukawa muda huo unaongozwa na dhambi alafu unasema kumbe hii nifanikiwe na nahitaji uwepo wa Mungu na sasa nimeamua nao na uchukua. Hapana, hayo mapatano. Yakobo anasema kwamba chemichemi moja haiwezi kutoa maji matamu na maji machungu. Haiwezekani. Mambo hayaendagi hivyo. Yakobo amewahi kuambiwa mambo haya havifanyiki hivi kwetu. Havifanyiki hivi. Havifanyiki hivi kwetu. Kwa Wakorintho wa pili pale sura tulikuwa pale mstari wa 16. Sura ya 6 mstari wa 16. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Sisi akina nani? Sisi ambao tumempokea Yesu, tumemkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sisi ambao kwa mujibu wa Yohana sura ya 3 pale kuanzia mstari wa 8 Yesu alimjibu Nikodemo. Akamwambiaje? Isipokuwa mtu amezaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho, ndio ataweza kuurithi ufalme wa mbinguni. Huyo ndio ataweza kuurithi ufalme wa mbinguni. Huyo ndiye atayeweza kuanza kutembea na Mungu. Huyo ndiye atakayeweza kuwa na uwepo wa Mungu. Alafu angalia matokeo moja hapo ambayo yanatokea. Kwa kuwa sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema. Aliyesema ni nani? Ni Mungu. Amesemaje? Amesema ya kwamba nitakaa kati yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao. Akina nani? Mungu anakaa kati ya watu ambao miili yao ni hekalu lake.
Mungu anatembea kati ya watu ambao wameamua kabisa kwamba Yesu, tumekupa maisha. Mungu anakuwa ni Mungu wa watu ambao wameokoka. Mstari wa kwanza anasemaje? Anatoa sasa majibu. Kwa hiyo tokeni kati yao, toka kwenye hiyo dhambi, toka kwenye huo uharibifu, toka kwenye hiyo addiction. Alafu nini? Ukitoka ndo unatengwa nao, unatengwa na hao wanaoendelea kufanya, ambao hawajasikia hili neno. Unatengwa na hao ambao wanaendelea na uharibifu. Ukishatengwa nao, anakwambia usiguse kitu kilicho kichafu, usikiguse. Ukishafanya hayo maamuzi, anakukaribisha. Anayekaribishwa ni nani? Kwa mujibu wa neno la Mungu, ni yule aliyetoka kati yao, ni yule aliyeukubali wokovu, kwa sababu wokovu ndio unaoweza kutoa kati ya dhambi. Anasema atazaliwa mwanamume, tutamwita jina lake Yesu. Kwa nini? Kwa kuwa ndiye atakayewaokoa wanadamu na dhambi. Atawatoa kwenye hizo dhambi, atawaokoa kutoka kwenye huo uharibifu. Ukifanikiwa kuokolewa kutoka kwenye uharibifu, neno la Mungu liko wazi, nami nitawakaribisha. Mungu anawakaribisha watu kwenye uwepo, wale ambao ni wana, wale ambao Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yao. Mungu akaribishi tu kila mtu, na ndio maana hii ndio condition ya kwanza ambayo itamfanya mtu yote aanze kutembea na Mungu. Unatembea na Mungu baada ya kutoka kati ya watu, kutoka kwenye uchafu. Unatembea na Mungu baada ya kutoka kwenye uharibifu wa dhambi. Mstari kuna anasema ya kwamba nitakuwa baba kwenu. Waliokaribishwa, walioamua kukaa na uwepo wa Mungu, faida moja hapo anapata ni nini? Mungu anaanza kuwa baba. Wakati watu wa nje wanamuona kama ni Bwana wa majeshi, ndio jina lake. Wakati watu wa nje wanamuona kama ni Mungu mwenye hasira, anayeogopa na kutisha, kwa wana ni tofauti, anakuwa ni baba. Kunakuwa na mahusiano kati ya baba na mtoto. Nanyi mtakuwa kwangu wanangu. Ndio maana Yohana anasema kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Hii imetokea wapi? Ni baada ya kutengwa katikati yao, ni baada ya kutoka kwenye uharibifu, ni baada ya kukaribishwa. Alafu miongoni mwa faida ambao wanaipata, wanakuwa wana. Mungu anajidhihirisha kama baba, alafu wao wanakuwa wana wa kiume kwa wa kike. Hii kuthibitisha kwamba wokovu sio swala la jinsia. Baba anasema kwamba mtakuwa wana wa kiume kwa wa kike. Wewe ni mwanamke, wokovu unakuhusu. Wewe ni mwanaume, wokovu pia unakuhusu. Asema Bwana Mwenyezi. Haya maneno nilokuwa nakusomea sio stori zangu. Asema Bwana Mwenyezi. Maana amchelewi kusema, pastor alikuwa amejitungia habari fulani akawa tusomea. Hii ni Wakorintho wa pili sura ya 6:17-18. Na haya niliyokuambia ameyasema Bwana Mwenyezi. Sio Paulo, ameyasema Bwana Mwenyezi. Wakati huu kabla hatujaendelea na jambo la pili, nikupe nafasi wewe ambaye umetusikiza mpaka wakati huu, lakini Yesu sio Bwana Mwokozi wa maisha yako. Haujampokea Yesu. Au umewahi kumpokea labda ila ukaacha. Tumejifunza uwepo wa Mungu unaweza ukachochewa, lakini pia uwepo wa Mungu unaweza ukapungua kwenye maisha ya mtu. Yamkini na wewe urudi kwenye uchafu ambao Bwana aliagiza kwamba tutoke katikati yao. Yamkini ulirudi, aidha kwa kushawishiwa au kwa mazingira uliokuepo, kwa namna yote ile. Ila saa hii mpaka Bwana ameleta muda huu, ina maana ameruhusu tena uweze kumkaribia Bwana. Ameruhusu tena uweze kumpokea huyo Yesu. Kwa hiyo muda huu wewe ambaye unatutazama na ambaye unatutazama, nikupe nafasi ya kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na kama umeweza kutufuatia mpaka hapa, nadhani umeshajua kwamba hutakuwa na Mungu ambaye ataonekana kwenye maisha yako kwa utofauti, ni isipokuwa wewe ni mwana, ni isipokuwa wewe umeweza kumpa Yesu maisha. Sasa na ile Warumi sura ya 10, ni mpaka umeamini moyoni mwako na umekiri kwa kinywa. Ni kuongoza hii sala ambayo itakusaidia kuweza kupokea wokovu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, uiseme kwa ujasiri, uiseme kwa ufahamu sahihi ambao Mungu amekupatia mpaka hapa tulipofika, na kutokea hapo utakuwa umeokoka. Tunapokuwa tunaendelea kwenye jambo lingine, utakuwa una uhalali wa kuweza kuyachukua mambo haya na kuyaishia. Na hakika Bwana atakuonekania. Na hakika huu uwepo wa Bwana hautakuwa tu masimulizi kwenye nyakati za kina Henoko, na wewe utauona wazi wazi kwenye maisha yako. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako, na asante kwa kunichagua kuwa mwanao. Ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, ninaomba unisafishe dhambi zangu zote. Unitakase kwa damu yako Yesu,
unitakase uovu wangu, unitakase dhambi zangu katika jina la Yesu. Unipokee kuwa mwanao tena, unifanye kuwa mwana wako kama ambavyo umesema kwamba mimi nitakuwa ni mwana wako na wewe kwangu utakuwa ni baba. Ninaomba unipokee, niko tayari, unipokee. Ninakiri ya kwamba Yesu alikufa akafufuka kwa ajili yangu. Kwa kazi ya msalaba ninakupokea Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu tangu sasa na hata milele. Amen. Kama umeweza kufuatisha sala hii ambayo nimekuongoza, umeokoka. Kwa hiyo tunapokuwa tunaendea pointi ya pili, shikilia kwa umakini. Waambie tangu sasa mtu asimtaabishe. Mimi mwilini mwangu nimeshachukua chapa za Kristo. Lakini pia na Mungu inasemaje? Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wewe ni mtu mpya kuanzia sasa. Wewe ni mtu mpya kutoka muda ulivyokuwa unafuatisha hii sala. Jambo moja hapo ambalo lilikuwa linatokea ilikuwa ni nini? Ulikuwa unahamishwa kutoka kwenye mauti unaingizwa uzimani. Ulikuwa unatolewa kutoka kwenye sanamu, kutoka kwenye uharibifu, alafu unaingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Hongera kwa kuokoka. Tuendelee na jambo lingine. Mambo yanaweza kuchochea uwepo wa Bwana. Jambo la pili ni maisha ya maombi. Tunazungumzia maisha ya maombi, sio matukio ya maombi. Maana ni kama kumekuwa na matukio mengi. Unasubiri siku mwanao uletee ripoti kutoka shuleni kwamba mwanao amezimia. Kwa nini? Alipigwa. Imetokea tu amezimia. Hapo ndo unalia. Yesu uko wapi? Baba uko wapi? Hata kuomba kwenye huo muda unakuwa hujui, unaisha tu kulalamika. Ni nini? Una maisha ya maombi. Kwa hiyo ili uwepo wa Mungu uweze kuchochewa, lazima uwe na maisha ya maombi. Maombi ni maisha, sio matukio. Luka 18 anasema hivi, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Ikifika kwenye ishu ya kumwomba Mungu, usikate tamaa. Imekupasa kumwomba Mungu siku zote, sio ukiwa unajisikia, sio Jumapili na Jumamosi ukijitakasa kuelekea Jumapili ili uende kanisani. No. Imekupasa kuomba Mungu siku zote. Maombi ni njia ambayo Mungu aliiweka kwa ajili ya kuhusiana. Ni kweli ukihusiana na Mungu vizuri, utapokea na mahitaji ambayo wengine wanayataka kwa jasho. Sasa hii imewafanya watu wengi sana kugeuza maana za maombi. Kwa wameyaelekeza maombi kwenye kutaka sana mahitaji kuliko kwenye kutaka sana ushirika na Mungu. Ni kweli kabisa, ukimwomba Mungu anakupa. Ndio maana kwenye Mathayo 7:7 amesema ombeni nanyi mtapewa. Lakini maana ya maombi sio tu kwenye kuomba na kupokea. Maombi ni kwa ajili ya kujenga ushirika kati ya mtu na Mungu. Angalia ametuambia pale kwenye Wakorinto ile sura ya 6 kuanzia pale mstari 17-18. Anasema kwamba nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwao, nao watakuwa wanangu wa kike kwa wa kiume. Mungu ametuokoa ili tusiwe tu waombaji wa mahitaji, tuwe ni waombaji wenye kujenga ushirika na Mungu. Wakorinto wa pili sura ya 13 mstari 18 anasema nini? Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu. Maombi ni sehemu ya kudumisha ushirika kati ya sisi na Mungu. Musa alipanda mlimani siku ya 40 akiwa ana njaa kali? Hapana. Akiwa hana nguo? Hapana. Akiwa anataka nini? Akiwa anajenga ushirika wake na Mungu. Hii ikuongezea ufahamu, mtu wa Mungu. Muda wote unapokuwa unasikia neno maombi, usiishie tu kusikia mahitaji. Ufahamu mwingine wewe unakuambia kwamba ni muda wa mimi kuongea na baba yangu. Ni muda wa mimi kuhusiana na baba. Ni muda wa mimi kumweleza Mungu mambo yangu, anipe haki zangu. Ni kwenye chumba cha maombi ndio watu wanaweza wakatoka na wokovu. Akina Ana binti Fanueli walikaa kwenye chumba cha maombi wakatoka na wokovu unaitwa Yesu. Ni kwenye chumba cha maombi ndiko kunaweza kukatoa majibu ya maswali magumu
kama akina Danieli, baada ya kumwomba Mungu wakarudi na ndoto ambayo hawajaiota wao na tafsiri juu yake. Ndoto aliota mtu mwingine, lakini wakatoka na ndoto iliyosahaulika pamoja na tafsiri. Ni kwenye chumba cha maombi. Ni kwenye chumba cha maombi watu ndio huwa wanapokea ujasiri wa kuyaendea mambo. Biashara ni kweli, unaanza na biashara moyoni, ni kweli. Hujui pa kuanzia. Nenda kwenye maombi, ukutane na Bwana aliyejua pa kuanzia wakati dunia ikiwa ni ukiwa, ikiwa pia ni utupu. Akajua ni kweli dunia ni ukiwa, ni utupu. Haina form. Biblia ya Kiingereza inasema kwamba without form, ilikuwa formless. Haina hata umbo. Lakini hapo hapo Mungu alikuwa anajua cha kufanya. Huyo Mungu ambaye alikuwa anajua cha kufanya wakati dunia ikiwa ni ukiwa na utupu, haina umbo, ukimwendea atakupa cha kufanya kwenye biashara yako. Ukimwendea atakupa cha kufanya kwenye maisha. Utaona ukiona utazama ulimwengu wa maombi kwa jicho hili, utakuwa kila muda unatamani kumwendea Mungu. Haleluya. Rashada baradia mahanti. Likashada barada bahanti. Kwa hiyo unapaswa kuwa na maisha ya maombi. Haya mambo mtu anayekaa na Mungu muda mrefu anauchochea uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Kumbuka maana yake uwepo wa Mungu ilisema kwamba ni udhihirisho wa utendaji wa nguvu za Mungu. Mungu anamwambia Ibrahim, Mungu na Ibrahim walikuwa na ushirika kiasi kwamba hadi Mungu inafika kwenye pointi ambayo hasubiri tena Ibrahim aombe, anaanza kumwambia sasa nina agenda hapa. Nataka kwenda kuiangamia Sodoma na Gomora. Alafu Mungu mwenyewe ndo anasema nimfiche Ibrahim jambo hili. Sio baada ya Ibrahim kusema Mungu nifunulie siri zako, no. Yeye mwenyewe anasema kwamba nimfiche Ibrahim jambo hili. Ikiwa atawaamuru tuwe kufuata, atawaamuru tuwe kuweza kushika njia ya Bwana, nitamfichaje? Mungu mwenyewe. Kuna mambo mengi ambayo tunayatafuta ni kwa sababu hatuna ushirika na Mungu, ni kwa sababu hatujakaa na Mungu. Lakini kuna level ukikaa na Mungu, Mungu ndo atakuwa anakuambia vitu anavyotaka kuvifanya. Alafu mnakaa kikao, kifanyike au kisifanyike, kitendeke au kisitendeke. Mungu anamwambia Ibrahim, nenda kuangamiza Sodoma. Afu anamwambia Mungu, utaangamiza wenye haki na wasio haki? Anamwambia hamna, siwezi kufanya hivyo. Pale kunaanza kuwa na mazungumzo kati ya Mungu na Ibrahim mpaka pale inapoendelea kufikia. Hii inaonyesha ni nini? Ulikuwa ni ushirika kwenye maombi ambao Ibrahim ameshaujaa kiasi kwamba yeye muda wote yeye na Mungu, Mungu na yeye muda wote. Rado shele pahadi ya mahanti. Jambo la tatu ambalo linaweza kuchochea uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu au kwenye maisha ya kusanyiko la mtu. Na ndio maana kabla tujaona jambo la tatu, mtu mmoja wa Mungu aliwahi kusema hivi, kanisa lisiloomba ni kanisa pia lisilo na Mungu. Kwa sababu watu wasioomba, ina maana kwanza hawana utegemezi kwa Mungu. Kwa sababu njia moja hapo ambayo inatuonyesha kwamba tunamtegemea Mungu ni kwa kuomba. Ndio maana mtu asiyeomba inatuonyesha, yani mtu asiyeomba hahitaji nabii. Kuna mtu tunaweza tukaisi kabisa huyu ni mpinga Kristo. Kwa sababu mbona Mungu ambaye anasema kwamba anamwamini amuombi hana ushirika naye? Dumisha, chochea ushirika wako na Mungu. Mkaribie Mungu naye atakukaribia. Jambo la tatu, kukaa kwenye neno la Mungu. Tunazungumzia kukaa, kujifunza na kutafakari neno la Mungu. Sio kukaa na neno la Mungu kama tukio fulani hivi, kama baada ya kujiandaa alafu nisome somo la kwanza na somo la pili. Hapo hujakaa kwenye neno la Mungu, mtu wa Mungu. Hapo umekutana tu na tukio fulani hivi ambalo limekufanya ufungue Biblia yako usomee habari ambayo umeambiwa usome. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 4 alisema, mitume waliwahi kujibu akasema hivi, sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia neno. Ni huduma. Kukaa kwenye neno la Mungu ni huduma. Kukaa kwenye neno la Mungu ni huduma ambayo mtu anapaswa kabisa akae na aanze kusema. Yaani kama ambavyo ungeambiwa wewe ni mfanyakazi labda wa kampuni fulani, ungeanza kutekeleza majukumu, ungeanza kufuata utaratibu. Ndivyo ilivyo na kwenye neno la Mungu. Unapaswa kukaa kwenye neno la Mungu. Nipe muda.
liheshimu neno la Mungu, lifuate neno la Mungu. Hivyo unajua mpaka Yesu anasema kwamba vitu vyote vitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Hii ikupe ujasiri ya kwamba napokuwa nakaa neno la Mungu, nakaa na kiumbe ambacho hakina historia ya kupita. Nakaa na kiumbe ambacho vitu vyote vinaweza vikapita, yeye chenyewe kitakuwa nacho. Kwa hiyo nikiambatana nacho vizuri, mambo yote yakifanikiwa kupita, mimi nitabaki na neno. Kwa nini? Kwa sababu hili neno halipiti kama. Zaburi anasema kwamba neno la Mungu ladumu imara hata mbinguni. Limesimama imara. The word of God is stand forth. Hata mbinguni limedumu imara. Mungu amejiapia, anasema kwamba nimeapa kwa nafsi yangu hata kama ni kwa hasara. Yaani Mungu yuko tayari kuingia kwenye hasara. Hii neno la Mungu liendelee kuwa na uthamani, liendelee kuwa na umaana. Kwa hiyo tena kabisa, na njia mojawapo ya kulipa heshima neno la Mungu, lipe muda. Litafakari. Jitegeze kwamba huu ni muda wangu wa neno, alafu uheshimu. Sio ni muda wangu wa neno la Mungu, unasoma neno la Mungu, huo muda umeingia kwa Facebook. Kwa Facebook unajibu message ya WhatsApp, baada ya message ya WhatsApp unapigiwa simu, unapokea. Ukishamaliza kupokea unaendelea. Mtu wa Mungu. Mungu ambaye hujaamua kumchukulia kwa uzito, na yeye atakuchukulia hivyo hivyo kama ambavyo umemchukulia. Hivyo hivyo. Jambo la nne ambalo litafaa tuchochee uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu ni mazoezi ya utii Mungu kwenye maelekezo ya Roho Mtakatifu. Miongoni mwa zawadi ambazo Mungu anatupatia baada ya kuokoka ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Anasema kwa wote wanaoongozwa na Roho wa Bwana au ndio wana wa Mungu. Mungu atakupatia mazoezi mengi ya utii kwenye hii safari ya wokovu. Na kwa kadri unavyozidi kutii ndivyo ambavyo Mungu utakuwa unaona uwepo wa Mungu. Jaribu kuwaza maisha ya Ibrahim. Yalijaa kutii. Yaani Ibrahim aitwa baba wa mataifa, lakini kufuatia maisha yake ni kuchukua maelekezo, ni kutii, ni kuchukua maelekezo, ni kutii. Kwa kadri alikuwa anazidi kutii ndivyo ambavyo Mungu alikuwa anamuonekania. Ndivyo ambavyo alikuwa anaona uwepo wa Mungu. Ibrahim toka, anatoka. Uende mpaka nchi nitakao kuambia. Jaribu kuwaza unaanza safari ambayo hujui unakoenda. Unauliza unaenda wapi? Mpaka nitakapoambiwa. Wapi? Amesema tu niende. Ataniambia. Una uhakika gani? Ndio ameniambia. Mazoezi mengi ya kutii yale maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kwa kadri unavyozidi kuyatii, kwa kadri unavyozidi kuyafaulu, ndivyo ambavyo unazidi kukaribisha uwepo mwingi wa Mungu kwenye maisha yako. Anatii, anaendelea na kutii, ndio mpaka mwisho wa siku anaitwa kwa baba wa imani, baba wa mataifa. Yaani mpaka Yesu, yaani Ibrahim aliweza kutii, mpaka Yesu anaitwa mwana wa Ibrahim. Na Mungu ataanza kupa mazoezi kwa kadri ya level ulionayo. Taratibu. Kwa mtu utasikia nenda kahubiri. Wapi? Kwa wale bodaboda. Bwana. Bodaboda. Tena pale na boda wangu. Tunatanyanaga barabarani. Eti leo namuendea mimi kama mhubiri. Nenda ndo saa ya wokovu. Bwana, muinue mwinjilisti mwenye tai ndefu. Ukifeli, kuna aina fani ya Mungu utashindwa kumuona. Kuna aina fani ya udhihirisho wa Mungu utashindwa kumuona. Mazoezi ya utii. Ni mazoezi ya utii. Jambo la mwisho kwa kujifunza kwetu, sio kwamba ndio yameisha, ni kwa kujifunza kwetu ambayo itakusaidia kuweza kuchochea uwepo wa Mungu, ni utoaji wa dhabihu na sadaka. Utoaji wa dhabihu na sadaka ndio huwa unafungua uwepo wa Mungu kwenye maisha yangu. Yakobo anasema kwamba ikiwa utakuja kuwa Mungu wangu, pale akati amelala kwenye ule mji ambao ulikuwa unaitwa Luzu, lakini baada hapo akaubadilisha jina ukaitwa Betheli. Amelala pale anaota kwamba kuna ngazi malaika wanapaa na kushuka, na juu ya ile ngazi kuna mtu amekaa. Baadaye anagundua kwamba Mungu alikuwa mahali hapa nami sikujua. Angalia, Yakobo amekaa sehemu ambayo ina Mungu lakini hakujua. Ila Yakobo huyu ambaye ameshaenda kule kwa mzee Labani, amesharudi pale pale ambako alikuwa ameshagundua kama Mungu alikuwepo, akaenda kutoa dhabihu, akaenda kumjengea Bwana madhabahu. Na baada ya kumjengea Bwana madhabahu ndio Mungu anajifunua. Anasema, Yakobo utastawi. Yakobo
utakuwa taifa kubwa. Yakobo, wewe ndio taifa ulilobarikiwa, uzao wako utakuwa mkubwa. Zile baraka ambazo alikuwa anapewa Ibrahim zinamrudia Yakobo, lakini baada ya kufanya nini? Baada ya kufanya zoezi la kumjengea Mungu madhabahu na kumtolea dhabihu. Kukata ya mazoezi ambayo mtu wote unapaswa kuyafanya kwenye maisha yako, kila muda, kila wakati, jifanyie mazoezi ya kumdhabihu Mungu. Babangu amewahi kuniambia ya kwamba dhabihu ni sawasawa na ambavyo mzee Isaka aliwahi kusema kwa mwanae Esau, akasema hivi, kaniandalie chakula kizuri, moyo wangu ukifurahi, nini kitatokea? Utakubariki. Ukimtolea Mungu dhabihu ndio ni sawasawa na wewe mwandalia Mungu chakula kizuri. Moyo wake ukifurahi, hata kama alikuwa amekununia mwaka, akikubariki na maana anafungua mdomo, atakuongelesha. Afu akisha kuongelesha, maisha yako yatageuka, utakutana na Mungu kwenye uwepo wake kwa namna nyingine. Bwana Yesu akubariki. Na muamini Mungu kwamba tutaendelea na upande mwingine. Kumbuka bado hatujagusa hata umuhimu wenyewe. So stay tuned. Kama mkao wa kula. Tutaonana tena wakati mwingine kwenye madhabahu hii yapiganie maisha yako kwa maombi. Kwa huu ufahamu ukiwa nao, ukienda kwenye chumba cha maombi utaomba kwa usahihi. Yesu akutendee mema, uwe na usiku mzuri. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya kila mtu ambaye ameweza kufuatilia hatua kwa hatua. Asante kwa ajili ya kila mtu ambaye ameweza kujiunga aidha kwa njia ya Facebook au kwa njia ya YouTube ili kuweza kujifunza hili neno. Baba, asante kwa kuyageuza maisha ya mwanaume kwa mwanamke. Bwana Yesu, ninakushukuru na ninakutukuza kwa ajili ya kila mtu ambaye ameamua kukupa Yesu maisha. Uwe Bwana Mwokozi wa maisha yake. Baba, asante. Asante kwa sababu nafsi za watu wengi zitaokolewa. Kwa kadri ambazo video hii itazidi kusambaa, watu wengi watakurudia wewe Bwana na watajifunza kutembea na wewe. Maana umesema ya kwamba utatukaribisha na wewe utakuwa baba kwetu na sisi tutakuwa kwako ni wana, katika jina la Yesu. Mungu ambaye wewe umetujalia kuwa viumbe vya ushirika. Kwa kupitia neno hili ambalo umeliacha kwenye maisha yetu, ushirika wetu na wewe Bwana unakuwa, unaongezeka na unazidi kuimarika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Bwana akubariki. Bwana akutendee mema. Haleluya.